Yeah, so that's how we lost it, engineer, because I moved tukaenda ile pande nyingine ile ya William. So then we lost. But I just want to promise again today, because it's something that I'm able to do. Before the end of this financial year, I'll make sure that Mugongo Girls gets a bus. Sasa kwa sababu yule alikuwa rais ametoka, na kwa sababu ilikuwa ni ahadi, hata kama population ni kidogo, we'll make sure that hiyo bus ya Mugongo, hakuna bus nyingine tutaenda kununua kabla tujanunua ya wapi? Mugongo. So that ikisaidia wanafunzi inasaidia na community. Hayo ni mazuri ama ni ya Number 2, the population. Kwa sababu tunajua hapa there is a time there was a lot of support and assistance and intervention from NGOs and other wafadhili wengine, which saizi imefika ni kama hakuna sana. Madam Principal, we are willing to give you 1 million Kenya shillings. So that hiyo nitakupatia as an affirmative action. Affirmative action. Ya wale wazazi ambao wako hapa, ambao wamechukua watoto huku nje, wawarudishe hapa, mimi nitalipa fees. So vile wanakuja tu wanaregister, unatoa kwa from 1 million, unaenda ukiteremka, ikifika 0 tunafungia hapa. Ainama yo sinama. Kwa hivyo we must, kwa sababu vile mmesikia, huyu ni Rebecca, ametoka kwa shule kubwa mahali wako na form 4s. Ukipiga yetu tutapiga times 10. Na kwa hivyo ni lazima tumpatie kazi. So madam, we are willing to give you that support. Yesterday, because I knew I was coming here, I spoke to yule ambaye anasimamia mambo ya staffing from the Teacher Service Commission. Anaitwa Madam Antonina. Akaniambia tutapanga, Madam Principal, so that we are able to send some walimu hapa kidogo, hili wakati tunafungua tupata at least we have 2 or 3 more teachers. Na furaha nyingi sana, because it's true that any time when we are called upon to come and celebrate success in our institutions, huwa ni furaha kubwa, kwa sababu tunajua the amount of input ambayo imetoka kwa walimu wetu, the amount of input ambayo imetoka kwa parents wetu ambao wako hapa, ambao wakati mwingi wamekumbwa na umaskini wa hali ya juu, lakini kwa sababu wanajua ya kwamba watoto wetu ni gifts, ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wamejisajatiti, wamefanya bidii ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanahitimu. An institution ni mahali watu wanafika na kusocialize. Vile mlisikia yule ambaye alihubiri ya kwamba it changes our attitudes. Apart from getting knowledge, apart from getting the skills, kuna ile ambao tunajijenga. Attitudes, vile mlisikia yule ambaye alinena na sisi kutoka kwa ile sermon ambaye alitupatia. Kwa hivyo hapa ni mahali tunastahili kuweka nguvu zetu zote
so that we're able to mold the young people who are here, the young girls who are here, so that they can grow, kesho wakue watu wa maana katika nchi yetu. So I really want to say that Bwana Chairman, Engineer, and Madam Principal, I'm so delighted that you found it fit to invite me, and I've listened from various experiences. The principal of one of our best schools, Tsironga Girls, ambaye ameonena na sisi. Tumesikia principals wote ambao wameongea hapa. Madam Principal of Rio Mego PAG ambaye alikuwa hapa kitambo kidogo, ambaye alimpatia nafasi Madam Rebecca ambaye ni principal saizi. Mmesikia kutoka kwa Deputy Principal Madam Sarah na bwana wake na watoto wake. Kwa hivyo we've had a very enriching discussion and engagement from the time when we sat here, because this has been very fruitful. Tumesikia wale walitangulia kuongea, Madam OSPD akiwahimiza tufanye bidii ili tuhakikishe ya kwamba hawa watoto ambao wako hapa watakuwa na maana ya kesho. In our country today we are saying the younger people, ile population, the segment we have, ya people who are below 35 years old, they constitute 70% of our population. 70%. So ile 30% ni watu kama sisi who are supposed to give motivation, support, so that hiyo age group is able to give their contribution in terms of the potential they have in building this country. Kwa hivyo nataka niseme asante sana the management of this school kwa kutualika, na tumefurahia sana. Mimi mwenyewe nimefurahia because umesema nimekuwa mbali kidogo. I'm as guilty as charged. As guilty as charged. Kwa sababu watu wawili watatu wamenena huyu Nyamuko tangu apatiwe kura hajai tembea mahali ya mgongo. Kwa hivyo nasema poleni, lakini huwa nafuatilia. Nikiongea na mzee Ogeda najua mambo iko sawa sawa. Nikisikia niko na marafiki hapa. Yule ambaye alikuwa waziri alikuwa huko wa transport. Wakati mwingi huwa tunaongea na yeye. So I follow. Huwa nafuata sana. Wakati nilielezewa ya kwamba shule ya Misambi, which was doing very well, wakati nilipata habari ya kwamba bado ni kama inaonekana inaanza kudidimia, we did what we could, and I'm very happy that we now have a new principal ambaye anaitwa David Misiani. Last week tulikuwa na yeye kwa mkutano na akanielezea vile anaendelea. Let me tell you and confess, because huwa naongea ukweli, if there is one region ambaye niko na heshima nayo na ambayo naipenda sana ni hii area, kuanzia hapa Mugongo kwenda mpaka Misambi. The only problem we have is that the resources zile ziko saa zingine haziwezi katosha kila mahali. Lakini mnajua, when I was serving during my first term, my focus, hata wakati nilikuwa speaker huko Nyamira, tuliguza ile shule inaitwa Misambi, tukaweka kisima huko. Ukweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Tukaweka borehole. Tukaenda tukachukua bus ambayo ilikuwa imekwama, tukahakikisha ile bus tumelipa 100%. Kweli ama ni uongo? Baada ya hapo, wakati tulikuwa na mkasa wa moto,
when we had a problem at the school, ile bweni mahali watoto wetu walikuwa naishi ilichomeka. I gave all the mattresses, all the blankets, nikapatiana na zile vitu zingine, na mwishowe nikajenga hiyo dormitory. Ukweli ama ni rongo? Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye amekaa karibu na maeneo haya ni mimi Nyamokwa. That's why you gave me the votes and the support you gave me. Kwa hivyo wakati naona mzee Roy amesimama hapa na hao wazee wengine ambao wameongea, I feel totally at home, kwa sababu sitakuwa na maana kwenye if I cannot rise to the occasion when I'm required to do so. The first time when I came here, wakati ule nilikuja nikapata wasichana wetu walikuwa nalala kwa ile dormitory ya mabati, na nikaingia ndani. Wakati niliingia ndani, kwa sababu ilikuwa wakati kama huu jua, nikashindwa hawa watoto wetu wanalala namna gani. Ama mmesahau? Mmesahau? That's why we made a decision on our feet that we must by all means tujenga ile dormitory ambayo iko hapa, na tukaijenga ikaisha. Yule mwalimu ambaye alikuwa anatoka sijui West Pokot, there's a lady who was here who used to serve as a principal. Alikuwa anatoka Kericho, ambaye alikuwa anakaa kwa store mahali mahindi zilikuwa, mahali panya zilikuwa. Alikuwa anakaa somewhere here. She didn't have this house. So tukasema ni lazima tumpatie heshima yule mama. That's how we came up with this. And then we started that one. Haikufanikiwa kwa sababu ya so many other issues. But I'm so happy today, Madam Principal, na Chairman, na members of staff, na wale wazazi wako hapa, ya kwamba hii building itaisha before we open our school. Sio itakuwa sawa? So we'll make sure that hiyo nyumba, so that our kids, our girls who are here, they can feel safer. Tutahakikisha kwamba hiyo shule, hilo jengo limefanya nini? Limeisha. Tunataka tukirudi hapa next time, bwana engineer, tupate ya kwamba tuna wazawadi more than 30 ama 40 students, wale ambao wamehitimu wanaenda direct to university. Vile mlianzia 2.6 mean grade, mwekuja 2.9, saizi imesimama 3.7. Itakuwa vyema kama tunaweza tukaisukuma kidogo, ili tuhakikishe ya kwamba ni watoto wengi wanahitimu kutoka maeneo haya. The environment in this place is so good. Saizi barabara iko, kwa hivyo wazazi wengi hawawezi wakashindwa kuleta watoto wao hapa. In some remote places inakuwa ni vigumu. We have an institution called Gitwebe Technical Training Institute. Kuna wakati watoto walikuwa wanatoka Mombasa, wengine wanatoka Kakamega, wengine wanatoka Trans Nzoia, West Pokot. But because of the location, wengi walikuwa wanafika wanarudi. Wengi wanafika wanarudi kwa sababu number one, there is no infrastructure support ya kufanya wale watoto wakae hapa. If we go to counties like Kiambu, where we have so many universities, where we have so many hospitals, mahali barabara zimetengezwa, mahali even the smallest village iko na stima. Wakati watoto wetu wanafika huku, wakirudi hapa nyumbani wanaona ni kama wanaishi kwa giza. So we really want to try as much as possible to persuade the government so that they can give us support ya kifedha ya kuhakikisha ya kwamba
haya maeneo yetu yanaboreshwa, so that wakati watu wengine wanatoka kama wao wametoka Mombasa wanasoma hapa, wasione ni kama wametupwa. Tunaelewana? Tunaelewana kweli? So that we can also fit hawa watoto wa 22 ama 23 ama 24 wana compete na watoto wengine wa rika moja from across the country. Mesikia principal anasema she has more than 1,000 for 4 students. If you go to our school, you'll find the facilities, laboratories, dormitories, classrooms, mahali hawa watoto wanasomea ziko juu kushinda hawa watoto wetu. Kwa hivyo we should also be motivated so that we are able to give support through the ministry funding, hiyo capitation ambao tumeambiwa, and where we are also able to assist, we make sure that we assist.